Kuna mtu alipita kwenye msikiti muda tayari dakika 15 zishazidi, na yeye sio kwao pale, kaadhini. Baada ya kuadhini watu wakasikia adhana, wakaja msikitini, wamepiga rak'ataini pamoja na muda unaenda, imamu hajaja, bwana tusalishe, akasali. Washafunga sala, imamu kaja, kauliza nani alomruhusu huyu kusalisha hapa? Kwanza adhana kasoma nani? Ndo huyu imamu wetu anusalisha, kuanzia leo haadhini tena huyu. Kaondoka pale bubu. Unguja hii mwingine katoa hutuba ya Ijumaa mpaka karibu saa 7 kasoro, imamu hayupo, ndo yuko kondeni, mpaka arudi kondeni aje nyumbani aoge, avae za msikitini, watu wanamsubiri tu. Sasa yupo mtu na elimu yake, uwezo huo anao, wakaambia shehe toa hutuba, katoa hutuba nzuri tu. Mwenyewe kaja kauliza huyu kapishwa na nani kutoa hutuba? Tuliona muda unaenda, ala hii itakuwa ndo hutuba yake ya mwisho, hautubii tena. Siku ya pili kaenda kuangusha embe, kaanguka yeye, kaanguka muembe, kauguza, ndo safari nitolei. Sasa huwezi kujipa ujasiri kwenye maeneo ya watu, mitaa na wenyewe, lakini mtume yeye ndo mwenye mtaa na watu walikuwa wanamheshimu. Ndo nimekwambia swali lako lina maelezo mengi. Hivi vitu vina sababu, haviko hivi hivi tu, na mtume mwenyewe alitupa angalizo kuhusiana na mambo haya. Kasema la yusalliyanna ahadukum binnasi wa hum lahu karihun. Anawaambia hivyo ni masahaba wake, tafadhalini msiwaswalishe watu huku wakiwa wanawachukia. Yoyote kati yenu asende kuwaswalisha watu ikiwa hawapendi waswalishwe na yeye. Umepata kusikia hadithi? La yusalliyanna ahadukum binnasi, mmoja wenu nyinyi asende kuwaswalisha watu wa hum lahu karihun, hali ya kuwa hawa watu wanamchukia, hawapendi. Jipatie baskeli tiba kwa ajili ya wazee, jipatie baskeli tiba kwa ajili ya wagonjwa. Wagonjwa wa aina yote, maradhi ya moyo, presha, kisukari, maradhi ya figo, mgonjwa yote anatakiwa afanye mazoezi. Matumizi yake, anakaa kwenye sofa, kwenye kiti, kwenye kitanda, anakuwa ananyonga miguu na mikono. Baskeli hii ina sehemu mbili, sehemu ya miguu na sehemu ya mikono. Baskeli hii itakusaidia yule mgonjwa ama mzee kufanya mazoezi akiwa hapo nyumbani kwake. Hakuna haja tena ya kwenda gym ama hospitali kwenda kufanya mazoezi, anafanya hapo nyumbani kwake.